Bila kuchelewesha muda, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Leo nataka nikuelekeze mambo matano muhimu ambayo ukiyafuata utakuja kunishukuru. Data haitatumika kabisa. Bila kuchelewesha, kitu cha kwanza, kuna hichi kitu kinaitwa data saver. Unaona, hichi ndio kitu cha kwanza kabisa. Labda tuanze. Kwa kwanza, unaenda sehemu ya setting ya simu yako. Hii kitu imewekwa kwa ajili ya kucontrol data. Yaani data, ukiingia kwenye internet data itumike kidogo. Sasa watu wengi wanaona tu ipo na hawaitumii. Ndio maana watu wanalalamika data inaenda wakati mambo ni marahisi. Bila kuchelewa, unaenda kwenye setting ya simu yako. Umeona? Hii hapa. Au unaweza ukaenda kwa hapa juu. Hii hapa setting. Kuna sehemu mbili. Kwa hiyo tunaenda setting. Kwenye setting unaenda sehemu imeandikwa connections, yani ni mambo yote ya connections ya mobile networks, wifi na airplane mode na vitu kama hivi. Ukifika hapo unaenda sehemu ya data usage, maana yake ni matumizi ya data, yani internet unayotumia. MB zinaenda wapi? Ndio matumizi yake hapa. Haijawekwa tu kama garage. Kwa hiyo ndio unakuja hapa. Ukija hapo imeandikwa data saver. Unabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo unaiwasha hii hapa. Hii matumizi ina control, kuna vitu vinaitwa background data usage, kwamba ni vitu ambavyo wewe unaweza kuwa umewasha bando lako, umeona, umewasha mobile network yako, kumbe nyuma kuna application kama Chrome, application kama YouTube zinakuwa zinaendelea kutumia nini? Data. Kwa ukiwasha hii inakuwa ina control yale matumizi, umeona? Hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili kinaitwa mobile usage, yani kuna graph mbalimbali ambazo zina control matumizi ya data. Inakuonyesha kwamba data fulani imetumika kiasi gani kwenye application hii hapa. Unaona? Hiyo sehemu unakuja hapa unaandika mobile usage. Ikija hapa inakucontrol matumizi ya data kwa siku. Mfano hapa mimi hapa Juni 9. Hii hapa Juni 9 itacontrol mpaka Julai 9. Itaonyesha kwamba grafu nilitumia kiasi gani cha data kwa mwezi huo. Mfano hapa Mei 9 mpaka Juni 9 ni mwezi. Kwa ukiklik hapa imeonyesha ni jinsi gani grafu ambayo nilivyokuwa natumia matumizi, ilivyokuwa inapanda, umeona? Na pia nimetumia GB 13. Kwa hiyo mimi matumizi yangu kwa mwezi naweza nikatumia GB 13, umeona? Hii ni mfano tu, kuanzia mwezi wa 5 uliopita mpaka jana nimetumia GB 13.6 sawa sana GB 14, umeona? Kitu kingine unakuja hapa unaangalia application ambazo zinatumia sasa bando kubwa. Kwa mfano WhatsApp, kuangalia status au kuna shughuli unafanya, umeona, inaenda mpaka mwisho, umeona? Pia kuna Instagram ambayo ndio inakula sana data, kwa mwezi imetumia 1.9, YouTube 1.6. Kwa hiyo ukishaona hizi trend unaweza ukajilimit wewe mwenyewe kwamba WhatsApp huenda labda naangalia status sana, kwa nipunguze. Instagram huenda natumia sana data, kwa nitapunguza. Kwa hivyo umeona, hicho ni kitu cha pili. Kitu kingine kinaitwa hapa, kama unatumia wifi pia unaweza ukaja kuona trending yake jinsi inavyoenda. Mfano hapa hii imeanza Mei 15 itaenda mpaka Juni 12, ambayo itaenda mpaka Juni 12 ambayo ndio siku ya nini? Ya leo. Kwa hiyo inaonyesha trend kwamba nimetumia GB ngapi? 40 kwa kutumia wifi. Umeona? Kimfano hizi hapo hapa ambazo kuna application mbalimbali ambazo zimetumia GB 15, WhatsApp GB 4, YouTube hivyo. Kwa utaangalia trending za app zako ambazo zinakula sana bando. Hicho kitu cha pili. Bila kuchelewesha muda, tunaenda kwenye kitu cha tatu, jinsi ya kurestrict, yani unapunguza matumizi kwenye kila application, unazima background data, yani data zisitumike kwa wingi. Wewe uko hivi, kimfano umewasha data yako, umeona, alafu umeweka simu yako pembeni, kumbe nyuma kuna application ambazo zimeendelea. Umewasha YouTube,
Umeona? Umeiwasha kama hivyo. Halafu ukaiweka simu hivyo ukalala. Kuna data zinaenda. Ndio maana asubuhi ukiamka unaona mbona data zimeenda sana. Sasa leo nataka nikuonyeshe. Unaenda hapa kwenye setting. Umeona? Kwenye setting unaenda kwenye application. Hapa. Kwenye applications unaenda kwenye applications zile unazozitumia sana. Mfano mimi natumia Chrome hii hapa. Naitumia sana. Kwa hiyo una-click hivyo, ukija una scroll moja kwa moja mpaka kwenye mobile data hii hapa. Unaigonga hivyo, then unakuja hapa unasoma imeandikwa allow background data usage. Unazima hapo. Maana yake mimi hata kama nikiwa nina shughuli zangu data haziwezi kwenda. Hicho ni kitu cha 3. Kitu cha 4, utaenda kwenye kila application. Utakuja kwenye YouTube, email, utakuja kwenye application zote ambazo huwa unatumia. Kama hii hapa unazima hii. Kwa inakuwa haili data mwisho wa siku. Kitu kingine, matumizi yasiyo ya lazima. Mfano unakuja YouTube, unataka uangalie video. Kuna video labda unataka uiangalie kama hii hapa. Sio lazima uiangalie kwa quality kubwa. Kwa hiyo pia unaweza ukachagua. YouTube wameweka settings ambazo wewe mtumiaji unaweza ukaset mwenyewe. Nataka niangalie kwa quality, umeona, high quality, maana itakula sana data. Lakini data saver itakula data kidogo. Kwa hiyo unaweka hiyo low data usage, matumizi machache sana ya data. Umeona? Ukiweka hii itatumia data kidogo, data saver low quality. Unaangalia video yako unamaliza, basi mambo yanaenda. Sio lazima uweke high quality. Kitu cha 5 ambacho nataka niongelee hapa ni YouTube au channel ambazo unaweza kudownload kitu chochote. YouTube, mfano unataka udownload kitu. Haina lazima wa kudownload kwa channel kwa data kubwa alafu ukaiangalia baada ya muda mdogo ukaifuta. Sasa hapo utakuwa unachezea matumizi ya nini? Ya data. Sasa mfano hichi hapa unataka ukidownload ukishaki-click hapo unakuja hii sehemu ya download. Ukiminya ukiklik kuna hizi MB mbalimbali, kuna MB 10, kuna 6.5 ambayo ni low quality, lakini kuna 22 MB. Unaweza ukaamua ukachukua 10 MB. Umeona? Nafanya mfano tu hata kwenye movie. Unachukua ile quality ambayo inaweza ikawa nzuri, size ya katikati. Ukaangalia video yako vizuri kabisa. Na pia ukimaliza ukaiweka au ukaifuta, lakini haina ulazima wewe mpaka uje uchukue high. Eti kwa sababu iko juu sana ndio uchukue hiyo. Hapana. Hata hizi nyingine zina quality tu nzuri ambayo unaweza kaangalia kitu chako. Sasa bila kuchezesha muda, kuna kitu kingine hasa cha muhimu sana ambacho ni Play Store. Nataka nikiongelea, lakini nitakiongelea kwenye clip ambayo itafuatia kwa urefu zaidi ili muweze kuelewa. Sasa msisahau kusubscribe, kulike ili kutupa nguvu ya kuja tena. Umeona? Kuna vitu ambavyo nataka niwaelekeze. Hivi vitu ni muhimu sana ambavyo vitakusaidia wewe ambayo unatumia simu, unatumia PC. Kwa hiyo ndio hivyo nitawaelekeza. Kaa kijanja, kaa karibu.